Irene alikuwa anarudi makaburini huku anatambaa kama mbwa hadi alipofika na kuingia katika kaburi lake. Lakini kulipopambazuka tu, aliingia kazini kuita wateja kama kawaida yake. Vuta kiti utulie kabisa, ni kusimulie simulizi hii nzuri kupita zote ulizowahi kuzisikia. Like simulizi hii nikiamini utaipenda tu. Tuanze. Basi mjomba wake akaendelea kufanikiwa sana na kuwa tajiri kupitia machozi ya binti Irene. Watoto wake walisoma shule za gharama huku Irene akiwa hana elimu kabisa. Mke wake alikuwa anavaa nguo nzuri huku Irene akiwa hana hata nguo ya ndani, maskini wa Mungu. Baada ya mjomba wake na Irene kuanza kufanikiwa, akaanza kupuuza masharti ya wale waganga kwamba ilikuwa ni lazima amlishe Irene mara 2 kwa siku. Asubuhi wakati anaanza kazi pale dukani na usiku wakati anatambaa kurudi makaburini kulala. Badala yake akaanza kumpa mlo mmoja tu. Mara nyingine anampa asubuhi peke yake, siku zingine anampa usiku peke yake. Kuna kitu muhimu sana alikuwa hajafahamu, kuwa roho yake ilikuwa imetengana naye kwa kupewa chakula. Hivyo ukimnyima chakula unakuwa unamfanya awe karibu na roho yake. Basi kuna wakati akawa hampi chakula kabisa. Irene alikonda sana hadi akaanza kushindwa kuita wateja pale dukani. Inaumiza kwa kweli. Lakini mjomba wake alichukua fimbo kubwa sana na kuanza kumtandika huku akimwambia kwamba ameanza kuwa mzembe. Muda mwingine alimwambia kwamba eti Irene ameanza kuwa na wivu kwa sababu yeye ameanza kuwa tajiri. Irene hakuweza kuongea. Kila kitu alikuwa anaomba kwa ishara tu. Aliomba maji, hakupewa. Akaomba mkate wa kila siku, hakupewa kabisa. Aisee msikilizaji, kuna watu ni makatili sana kisamali. Hebu kabla hatujaendelea, gusa hiyo like button kama ulikuwa bado. Ni kitendo cha sekunde tu msikilizaji. Je, umegusa? Haya, tuendelee. Basi siku moja wale waganga walikuja pale dukani mchana kweupe na waligoma sana, wakimgomea yule mjomba wake Irene. Muda huo Irene hajala wiki nzima. Akamuuliza, tulikuambia nini kuhusu kumlisha huyu msukule? Mjomba wake Irene aliomba msamaha sana, lakini waganga hawakuelewa kitu. Watu walikuwa wameshajaa, basi wakamfanyia uganga Irene kisha akarudi. Alikuwa mwenye njaa sana, hata akaanza kula mchanga. Jambo la kusikitisha msikilizaji, Irene hakuwa anatembea tena, bali alikuwa ni kilema. Hivyo akawa anatembea kwa gari la watu wenye ulemavu. Watu wasiojua historia yake walimcheka na kumzihaki, lakini yeye alimshukuru Mungu, maana kuliona jua pekee ilikuwa ni muujiza kwake. Siku chache baadaye, yule mjomba wake akawa kichaa, akaanza kwenda kule makaburini mchana kweupe, huku anatambaa kama alivyokuwa anamfanyia Irene. Ama kweli malipo ni hapa hapa duniani. Siku moja Irene akiwa kwenye wheelchair yake alikuwa akipita sokoni, kisha akaonana na kijana mmoja mzuri sana akiwa katika gari lake. Yule kijana alitokea kumpenda sana Irene. Kweli wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Irene alishangaa sana, hasa pale mtaani kwao hakuna mtu ambaye alikuwa anampenda wala anamwazia chochote kile. Binti, unaitwa nani? Jina zuri. Vipi naweza kufahamiana na wewe zaidi? Ndiyo, kwa nini usiweze? Lakini watu wote wa hapa hawanipendi. Kwa nini mrembo? Kwa vile mimi ni kilema. Basi wakapanga siku ya harusi. Ndugu, jamaa na marafiki walifika, lakini bado Irene hakuweza kusimama. Sasa Irene na John alifunga ndoa akiwa kwenye kile kiti. Kitu cha ajabu pale harusini, alitokea bibi mzee sana, akamwambia Irene, simama binti, umkumbatie mumeo. Ghafla miguu yake ikapata nguvu, akasimama na kumkumbatia mume wake. Simulizi hii inatufundisha mengi sana, ikiwemo uvumilivu, hasa kwa dada zetu. Wakati sahihi upo tu, hata kama mambo mengi yanakukwamisha. Wakati wako ukifika, utaolewa na kila kitu ulichotamani utapata. Pia inatufundisha tusitumie jasho la wengine kupata kipato cha si halali. Ndugu msikilizaji, tuambie katika comment ni kitu gani kingine umejifunza. Asante sana kwa kuangalia. Mungu akubariki.